kuokoa. Sasa sisi tumetumwa kuokoa, sio kuhukumu. Kwa sababu unapiga mbizi, endelea kupiga mbizi. Lakini ukisiwa njoo hapa na Bwana atakuponya bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hatung'ang'anii, hatupambanii ulimwengu. Yesu ametutosha. Tunaendelea na tuendelee. Ambia mwenzako tunaendelea. Haleluya. Bwana asifiwe. Yale uliokuwa beba kwa hasira ya watilie. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Mwambie mwenzako tuliza moyo. Ondoa ghadhabu ndani yako. Ondoa uchungu ndani yako. Hii ni nyumba ya Bwana, si nyumba ya mtu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Si nyumba ya mtu binafsi. Ingekuwa ni nyumba yako, ingekuwa ni nyumba ya mtu, hapa tungeweza kusema mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Kwa kuwa Bwana alikuwa amesema kwamba kilichokuwa kimetolewa kifanyiwe hivi na hivi na hivi, lakini katika magoti Bwana akarudisha tena ujumbe, akasema hapana, fanyeni hivi, chukueni chochote ambacho kitakachotokea ukapate kupeleka. Ikabidi kusimama katika zao. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusimama katika damu ili uzibe ponde. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema amen. Tunarudi Matendo ya Mitume. Nataka tuone Matendo ya Mitume 13. Tutaanzia pale penyewe, na Bwana atakubariki na Bwana atakutendea mema katika nafasi hii. Ingawaje sijaambiwa nihubiri, lakini naomba Mungu akusaidie katika safari ambao unaoenda nayo. Ni katika Roho wa Bwana, kwa sababu anayesema ni Roho wa Bwana, the Holy Spirit. Kwa nini mambo haya yanatendeka katika maisha yetu? Kwa sababu kanisa ni la kiroho, tunaenda na misingi za kiroho. Yeye Roho anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Je, Bwana anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Katika safari za kiroho. Haleluya. Tunaanzia penyewe 13, Matendo ya Mitume. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwapo palikuwa na manabii na walimu. Kulikuweko na manabii na walimu. Manabii ni watu wana ufunuo. Walimu ni watu ambao hawapendi sana, lakini ni walimu wa kutaka mtu apate kulijua neno la Bwana. Endelea. Nao ni Barnaba na Simoni aitwaye Nikeri. Yes. Na Lukio Mkirene. Ndio. Na Maineni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode. Ndugu wa mfalme nini? Wa kunyonya. Alikuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode. Na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Walikuwa wakifanya ibada. Bwana asifiwe. Kufanya ibada na kufunga. Sijui kama unajua ibada ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ya kufunga ni ibada. Sema amen. Lakini baadhi ya watu hawajui ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Wamejiondoa kwenye ibada. Sasa hii ni ibada ya kufunga na kuomba. Kisha Roho Mtakatifu akasema, yes, nitengeni Barnaba na Sauli katika kazi ile niliyowaitia. Yes. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao. Yes. Wakawaacha waende zao.
Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakateremkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Na walipokuwa katika Salami wakilihubiri neno la Mungu katika masinagogi ya Wayahudi, nao walikuwa naye Yohana kuwa mtumishi wao. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakapita kisiwa mpaka Pafo, wakamwona mtu mmoja mchawi. Wakapata kuna mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo. Nabii huyo alikuwa ni wa uongo, Myahudi, jina lake Bario. Myahudi, jina lake ni Baryesu. Mtu huyo alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo. Mtu huyo alikuwa na mkuu fulani mkubwa, mtu mwenye akili. Lakini huyo liwali alikuwa na akili sana. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Ikawa yule mwenye akili akawaita Barnaba na Sauli. Akataka kulishika neno la Mungu. Akataka sana kulifahamu neno la Mungu. Haleluya. Endelea hapo. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, maana ndiyo tafsiri ya Bwana Yesu, akashindana na wao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuacha ile imani, akataka kutia moyo wa kukataa neno. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho, akamkazia macho, akasema, akamwambia, ewe mwenye kujaa hila na uovu, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, hauachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Basi angalia, mkono wa Bwana juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda, mara kiwi kikamwangukia, na giza akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini. Tosha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uguse mtu mwambie tafadhali, tunaendelea mbele. Haleluya. Maandiko yanasema watu hawa walikuwa ni watumishi wa Mungu, ni idara ya wanafunzi, walikuwa katika kongamano ya maombi. Maombi yakawa yanaendelea, lakini baada ya maombi kuendelea, Bwana akanena katika ulimwengu wa kiroho, wakachaguliwa ndugu wawili. Maandiko yanasema Sauli pamoja na Barnaba, hao watu wakachaguliwa kwa kazi. Haleluya. Hebu ambia mwenzako kwa kazi. Haleluya. Wakachaguliwa kwa kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema walipokuwa wameondoka, wameshawekewa mikono, wakaondoka, wakaendelea na safari. Walipita katika kisiwa hicho. Maandiko yanasema wakakuta mtu mmoja, jina lake Bwana Yesu. Hebu mwenzako mwambie Bwana Yesu. Mwambie na nguvu Bwana Yesu. Mwambie tu Bwana Yesu. Tafsiri yake ni lima. Mwambie tafsiri ya jina hilo ni Elima. Maandiko yanasema kwamba alikuwa mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa nabii, mchawi, nabii. Wasema kwa sauti, nabii wa uongo na ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba huyo mtu anaitwa Bwana Yesu alikuwa kwa liwali mmoja. Huyo liwali, maandiko anasema alikuwa amezunguka na huyo Bwana Yesu. Haleluya. Lakini Paulo walipofika, nini litendeka? Yule mwenye akili akataka kulijua neno la Mungu. Haleluya. Ambia mwenzako kulijua neno. Haleluya. Mwenye akili akataka kulijua neno. Haleluya. Akawachana na maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kulijua neno. Bali Yesu aliposikia ya kwamba watu hawa wanataka kulifundisha neno, bali Yesu akataka kumpitisha
kumfundisha liwali. Liwali naye akakaziwa macho na Paulo, akamkemea. Bwana Yesu asifiwe. Akamulani, akamwambia kwamba sasa kuanzia leo mwana wa uasi, kuanzia leo unakuwa nini? Kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa mwenzako mwambie nabii wa uchawi. Haleluya. Kuna baadhi ya watu lazima tuepukane na wao. Kuna watu lazima tutembee nao tukiwa waangalifu. Maana saa imefika ya kutazama kile unachotembea nacho. Tumesikia mambo, tumeyaona mambo, tumetembea ndani ya wingu la mambo, lakini sasa ni tunaamuka kwa sababu ya Yesu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Sema amen. Musa mwenzako mwambie bali Yesu. Bali Yesu, hawa wako wengi. Haleluya. Lasia demu hata kwetu wako. Haleluya. Wanaopindisha mtu mpaka anakosa kupata mema yake. Anapindisha kijua hakuna mchungaji anaona. Yeye anajua haoni, lakini Bwana anaona. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo tunakuja tunajikuta hatuelewi, hatujui. Wengine wanatupindisha, tunaenda huko na huko. Mtu amebeba pesa zake anataka kumtengea Bwana, unampindisha, unasema there is no God there. Hakuna Mungu pale. Utanitupeleke mahali kuna Mungu na taarifa tunazo. Haleluya. Na kwa sababu tunaangalia unabii pole pole, hatuweni haraka, hatuweni haraka, kwa sababu tunajua tunahitaji ukombolewa. Tunaelewa. Kama jambo tunaelewa. Mwambie tunaelewa. Mwambie tunaelewa. Mwambie tunajua. Kila mtangu unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So watu wengi wanabebana. Unasikia pale tunapeleka 3,000. Sawa, hapo utaondoa mpaka utachoka. Watachukua 20,000. Watu tunaelewa. Watu tunajua. Lakini ukishafika mwisho, roho ukifika mwisho, kwa sababu unazo, wewe endelea kwenda. Kwa sababu unapiga bisu, endelea kupiga bisu. Lakini ukisiwa, so hapa na Bwana atakuponya bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hatung'ang'anii, hatupambanii vya ulimwengu. Yesu ametutosha. Tungekuwa tunawaimbia, tungekuwa tumejenga, lakini kwa sababu hii roho ya huruma tunayo, imetuponza, inatusumbua, inatuweka chini, tunabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaonekana duni kwa sababu ya watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bali Yesu asiinuke tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bali Yesu wako leo asiinuke tena. Anayesababisha usiendelee asiinuke tena, asisimame tena. Bwana akupiganie. Bwana muondoe mbele Yesu. Bwana ondoe wanaokutesa. Bwana ondoe wapinganizi. Bwana ondoe wabaya, ili ufanikiwe, ili uinuliwe, ili uone kesho yako. Haleluya. Ipo kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kesho yako. Sababu tuambie kuna kesho yako nzuri. Bwana unateseka bure. Bwana unafuta mto kana kwamba umefungwa kamba. Kaka kamba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ipo ubarikiwe, lazima uamue. Haleluya. Hakuna mtu ambaye alimpata Yesu hivi. Ndipo nikasema it is pregnant. Kuzaliwa mara ya pili ni ujauzito. Uliza mama aliyezaa alizaaje, atakwambia ni uchungu. Kwa hivyo waliokoka wanajua uchungu wa msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Hawawezi kuyumbishwa kwa sababu wanaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nabii wa uongo wako wanapindishwa, wanagangana, wengi wanakesha, wanaambiwa kabisa enda angalia mchungaji wapiti pale. Unaona pale kwa madhabahu kuna alama fulani hivi, hapa ndio ameweka madhabahu. Ushinde bali Yesu. Haleluya. Ujajielewa. Jielewe. Bwana Yesu asifiwe. Jitambue. Bwana Yesu asifiwe. Tumeishiwa tukaweka hiyo kiraka kwa sababu wewe hutaki kutoa. Kama ungeliwa kiraka ungetoa. Bwana asifiwe. Ungezileta. Wacha sababu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Afadhali useme kitu ambacho unakielewa. Bwana anasema utatoa hesabu ya mambo unayoyasema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naenda kuchakua
15. Bwana asifiwe. Nataka Mungu akusaidie, kwa sababu wengine wanasema mchungaji hawajui Mungu atakusaidia kuelewa na kutambua kitu. Katika Kutoka 15 mstari wa 3 ninajua God is fighter. Mungu ni wa vita. Ni vile kwamba hatumwamushi. Tukimwamusha, je, utastahili? Ghadhabu yake utaitosha. Heri upigane na mtu kesho, unaweza mfuata, unajua kwake. Lakini ukipigana na Mungu, je, utampataje? Bwana ibada zote tumepeleka kila kitu, hata hapa kutoka kwako unatoa moja, ukitoka hapa unaenda kusukuma ndai masigari, ukielekea nyumbani kwako 15,000 kwako ni nyingi, kwa sababu kuwa hapa ni nyingi, lakini simamaki ni kidogo sana, kwa sababu Bwana atazimaliza. Umesahau hai wako ni chanzo cha Bwana. Yeye ndiye amekufanya uwe vile ulivyo, anakulinda na amekupamba. Kuna watu wanapata wewe hivyo, lakini hawana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu analia sahihi, angawa anasema ningekuwa nazo, ningeinua hiyo ghorofa, ningekuwa nazo, ningeweka simiti, ningekuwa nazo, ningebadilisha pale, lakini sina. Mungu kazi yangu ni nini? Yeye yuko magotini kuliombea kanisa, ameng'ang'ana na liombea kanisa, ingawa huwezi kujua anaombaje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akusaidie kuelewa. Bwana asifiwe. Ndio nikasema kama wewe umezaliwa mara ya pili, kutoa hautaona shida, lakini kwa sababu hujazaliwa utasikia uchungu wakati unatoa, kwa sababu unaona ni kazi ngumu. Lakini ngoja Bwana aguse uhai wako. Mamilioni yanaishia hospitali wakishindwa, hilo jina la Bwana linarudi linakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Mungu humtaki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunasoma hiyo 13. Bwana ni mtu wa vita. Yes. Bwana ndilo jina lake. Bwana ndilo jina lake. Bwana ni Mungu wa vita. Bwana ni mtu wa vita, na hilo ndilo jina lake. Hakuna jina lingine. Bwana Yesu asifiwe. Is fighter. Bwana anapigana. Na akipigana humuoni, unashtukia mambo si mambo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapoanza kuomba adui zako wasabaratike, ni nani unamtuma? Kwani kuna mtu unampa mpango, unamwambia enda kule alafu kalete ripoti? Ama ni Bwana ndiye anaenda kupigana? Ni Bwana anaenda kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa wewe umetulia, Bwana anapigana. Wewe uko hapa, useme tu afanye, useme vunja avunje, sema choma anachoma. Wewe umetulia, habari zinakuja. Yale maombi uliyokuwa ukiomba, Mungu amebadilisha kuchi. Haleluya. Siku moja nikasema hapa, ukiona wewe kwa ndugu zako uko mwisho, yani uko mwisho kabisa, usijidharau. Bwana ana uwezo na mambo yake, anawafungua ndugu zako, hata anaweza kufungua kwa neema kupitia kwa maombi yako. Ukisema tu Baba, badilisha ngoma letu, ndugu yako amepata kazi, na anapata akikudharau, akidharau Mungu wako, lakini mwisho wako wewe unaenda kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe ni mtu wa mwisho na zako zinadumu milele na milele. Vizazi hata vizazi. Si kama zao. Bwana Yesu asifiwe. Kisha wakimaliza wanakuja kupigia magoti wakisema, ai, huyo mtu wako unapomuita, muite tena. Bwana Yesu asifiwe. Luka 11. 5:11. Yes, 15:11. Bwana, Yes. katika miungu ni nani aliye kama wewe? Yes. Ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu. Yes. Mwenye kuogopa katika sifa zako. Unaogopa katika sifa zako. Luka 25, 26 na 27. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Utakaposikiza sauti kwa bidii ya Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake. Yes. Na kutega masikio usikie maagizo yake. Yes. Na kuzishika amri zake. Yes. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri. Yes. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Maliza mwisho. Wakamfikiria elimu
Yes. Palipokuwa na chemichemi 12. Yes. Na mitende 70. Yes. Wakapanga hapo karibu na maji. Karibu na maji. Yesu Bwana Yesu kwa uponyaji utawafikia. Lakini kitu kimoja amewaambia, iwapo utapata sheria hii, ukitii sauti na kuifuata. Unajua tumebeba katiba lakini hatuifuati. Vile neno lisemavyo sivyo ndivyo tuendavyo. Neno linasema tofauti, sisi tunaenda tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Unasema Baba nisaidie, lakini Baba kuna kitu anangoja kwako, na pengine amekusaidia tayari, lakini wewe umeshindwa kuzipokea kwa sababu ni wewe